kwanza ya nini? Siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo wao wanakubali kwamba ibadilisho inakuwa siku ipi? Ya kwanza ya juma. Kwa hiyo Jumapili ni siku ya Jumapili ni siku ya kwanza. Jumapili siku ya kwanza ya juma, si ndio? Ndio. Kama Jumapili siku ya kwanza ya juma, wao wanasema katika Agano Jipya ifanyaje? Ilibadilishwa. Ilibadilishwa, si ndio? Ndio. Ambaye ni mwanzilishi wa Agano Jipya ni nani? Ni Yesu Kristo. Ni Bwana Yesu, si ndio? Ndio. Tuulize, Yesu alibadilisha sabato ama kubadilisha? Ndio. Kitabu cha Luka sura ya 4 na ule mstari wa 16 inasemaje? Luka 4:16 inasema. Ndio. Inasemaje? Akaenda Nazareti. Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Na siku ipi? Ya Sabato. Ndio. Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kwa hiyo Yesu aliingia katika sinagogi siku ipi? Ya Sabato. Siku ya Sabato akaingia wapi? Katika sinagogi. Katika nini? Sinagogi. Kwa hiyo kama Yesu Kristo alifanya ibada siku ya nini? Ya Sabato. Ya Sabato, si ndio? Ndio. Sasa kuna watu wengine wanakuja wanasema hapana, Sabato ilishia pale msalabani, si wanasema hivyo? Ndio. Kama wanasema hivyo, tuulize, Yesu alipokufa watu waliendelea kushika Sabato ama iliisha? Ndio. Luka 23 mstari wa 54 na 55 inasemaje? Luka 23 inasema. Ndio, 54 na 55. 54 inasema hapo. Ndio. Na siku ile ndio ilikuwa ni siku ya maandalio. Ndio. Na Sabato ikaanza kuingia. Na wale wanawake waliokuja naye ndio kutoka Galilaya walifuata. Ndio. Wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Na jinsi Yesu alivyofanyaje alivyowekwa. Ndio, endelea. Wakarudi wakafanya tayari na manukato ya marhamu. Ndio. Na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Rudia tena. Na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Rudia tena. Na siku ya Sabato walistarehe kama ilivyoamriwa. Kwa hiyo hapo ni baada ya Yesu kufanyaje? Kufa. Kama Yesu alikufa, watu wanaendelea kushika nini? Wanaendelea kushika Sabato. Watu wanaendelea kushika Sabato. Kama watu wanaendelea kushika Sabato siku ya Yesu ashakufa, tuulize sasa, baada ya Yesu kufa, baada ya siku 3 walifufuka, si ndio? Ndio. Kama Yesu alifufuka baada ya siku 3, baada ya hapo alikaa siku 49 na siku ya 50 akaenda mbinguni, si ndio? Ndio. Inatambulika kama siku ya Pentekoste. Ndio. Baada ya Yesu kwenda mbinguni, je, watu waliendelea kushika Sabato ama waliacha? Wanafunzi wake ambao waliacha. Tunauliza kwamba waliendelea kushika Sabato, walifanyaje? Ndio, waliacha. Kama tuulize kama waliacha, kitabu cha Matendo ya Mitume 13:42 inasemaje? Na walipokuwa wakikutana, inasema walipokuwa wakitoka wakawasiwa waambie wale maneno ya Sabato. Ndio, wakawasiwa waambie maneno ya Sabato, maneno ya Sabato ya pili. Ndio, soma 44 nasema. Ndio. Hata Sabato ya pili. Watu wengi karibu mji wote wakafanyaje? Wakakusanyika ili walisikie neno la Mungu. Rudia tena 44. Hata Sabato ya pili. Watu wengi karibu mji wote. Wakakusanyika ili walisikie neno la Mungu. Wakakusanyika siku ipi? Ya Sabato. Wakakusanyika wasikie nini? Ya Sabato. Wakakusanyika wasikie neno la Mungu siku ipi? Ya Sabato. Kwa hiyo tunaona hata baada ya Yesu kuwa ameenda mbinguni, wale walioacha waliendelea kushika Sabato, si ndio msomaji? Ndio. 16:13 hiyo Matendo 16 yake na 13 nasema. Ndio. Hata siku ya Sabato. Ndio. Tukatoka nje ya lango. Tukaenda kando ya mto ambapo tukadhani kuwa pana mahali pa kusali. Ndio. Tukaketi na kusema na wanawake tuliowakuta pale. Kwa hiyo ilikuwa ni siku ipi? Ya Sabato. Watu wa mitume wanafanya ibada siku ya ngapi? Ya Sabato. Siku ya Sabato mitume wanafanya ibada, si ndio? Ndio. Tumuulize na Paulo ambaye ni mwandishi wa vitabu vingi katika Biblia ya Agano, katika Biblia na Agano Jipya, ndio. Ya Agano Jipya, si ndio? Ndio. 17:11. 17 mstari wa kwanza na watatu mpaka watatu. Inaanza kusema 17:1 ndio inasemaje? 17:2 inasema na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake, ndio akaingia mle walipokuwa wakihojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Wakahojiana Sabato ngapi? Sabato 3. Yaani wakahojiana Sabato 3. Na huyo ni nani? Ni Paulo. Na huyo ni Paulo. Sasa tumeona kwamba mpaka wakati huo wa Paulo baada Sabato ipo, si ndio? Ndio. Sasa baada ya hapo watu ndio wakaenda kubadilisha Sabato wakaita Jumapili. Na Jumapili haipo katika mpango wa Mungu. Hili siku ambayo iliwekwa na mwanadamu.
si ndio? Ndio. Sasa tuende mbinguni tuone kwamba mbinguni watu wanafanya ibada siku ipi. Ndio. Kitabu cha Isaya, soma Isaya. Ngapi mwalimu? Isaya 66 yake na 22. Ndio, inasemaje? Inasema, ndio, kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakapozifanya zitakavyokaa mbele zangu, asema Bwana. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya zitakaa mbele zangu, asema Bwana, ndivyo uzao wenu na jina lenu utakavyokaa. Ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya.